Baada ya maandamano makubwa yaliyofanyika nchini Tanzania, mitandao imetikiswa na kauli kali kutoka kwa Wakenya na Watanzania. Wapo wanaosema Tanzania imeamka upya, wengine wakishangaa jinsi Gen Z walivyodhubutu. Lakini cha kushangaza zaidi, baadhi ya mastaa na hata raia wa Kenya wameingia kwenye mjadala huu mzito. Kwanza kabisa, tunaanza na huyu kijana wa Kitanzania ambaye ametoa onyo kali kwa mastaa waliokuwa wakiunga mkono serikali. Anasema sasa Watanzania wapo macho na wasanii hao wajiandae kwa wageni wanaokuja kuwatembelea. Kauli yake imeibua mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya wasanii kwenye masuala ya kijamii na kisiasa. Kama wewe ni mtu maarufu na upo nchini Tanzania sasa hivi na ulisapoti chama cha CCM, utegemee wananchi kuja kukutembelea. Ina maana wapo na chuki na wewe. Maandamano bado yanaendelea. Kwa hiyo kama hawajakufikia leo, utegemee kesho wanaweza kufikia. Hivyo tengeneza ulinzi mkali maeneo yako. Ndio hivyo, Tanzania sasa hivi haipo sawa kabisa. Nitaenda kutajia watu wangapi ambao nawafahamu, watu maarufu ambao washatembelewa na wananchi na wameshafanya vurugu kweli kweli na kuunguza vitu vyao. Mmoja ni Shilole. Shilole ameshamtembelea na ameshavuta vitu vyake vyote. Ule mgawa wake ule wameshauvuruga na wameshauunguza kabisa. Mtu mwingine Nenga Electronic wameshafika pale, wameshaweka vurugu, wameshaunguza kila kitu kipo chini. Na kwa hiyo wewe kama ni mtu maarufu na unaishi Tanzania na ulisapoti kichama cha CCM, utegemee wananchi kuja kukutembelea. Kutoka Marekani nako, Mange Kimambi hajabaki kimya. Amedai kuwa Watanzania wameshinda. Akasema Tanzania mpya imezaliwa upya baada ya maandamano haya. Je, huu ndio mwanzo wa mabadiliko? Wengi wameona kauli hii kama ishara ya matumaini, lakini wengi wanasema bado mapambano hayajaanza. Watanzania mmeshinda na mnashinda. Leo Tanzania mpya inaenda kuzaliwa. Mmeipigania nchi yenu, mmeipambania nchi yenu, mmetoka na mmeenda kuitafuta haki. Tuendelee mpaka haki tu. Kwa sasa hivi I have to be careful na maneno yangu. I have to be very careful na vitu ninavyoongea. Nimeshapewa warning pia, na nikakumbushwa Trump 2020 aliondolewa kwenye social media. Kila platform walimuondoa, sio kwa sababu alikuwa anawaambia watu kafanyeni vurugu kachome hapa, lakini kwa sababu tweet zake zilikuwa zinachochea watu. Kwa hiyo nimeshapewa warning kwamba nilinde maneno yangu. Lakini nataka tu Watanzania mjue, dunia nzima inawaangalia, dunia nzima iko proud. Hakuna anayeamini. Mlidharauliwa nyie. Leo mmejiheshimisha. Acheni niendelee kulia mimi, maana sina. Alafu kutoka Kenya, mchekeshaji na TikToker maarufu Swings Mauno ameeleza kushangazwa na jinsi Watanzania walivyogeuka dhidi ya mama yao Rais Samia Suluhu Hassan. Kauli yake imeleta hisia mchanganyiko. Wapo wanaosema heshima kwa rais lazima ibaki, lakini wengine wanasema mamlaka ya wananchi ndio msingi wa demokrasia. Yani after president wa Tanzania kutuita watoto wa mtiririko, sasa watoto wake wamemkataa. Sijui na watu wakataa vitu mingi. Mtu anakataa babake, mwingine anakataa pombe, lakini majirani zetu wamekataa mama. Majirani wetu wamekataa mama yao, ama mtaki kabisa. Asa mama woi. Lakini Watanzania mnakonga watu wazuri. Mnarudishangwa nyuma na hao wasanii wenyu na hao mabloggers wenyu. Wale wa mama. Wanakonga washanunuliwa wote. Wanawarudisha nyuma kama inchi. Kazi ni kushinda huko nalia na mapenzi za kijinga zenye mnakuwa mmejiekelea. Nchi yenu ni mzuri, lakini mmenifurahisha. Mmetokea. Sasa nyinyi ni watoto mitiririko. We love it. Na huyu kijana mwingine wa Kenya hakusita kusema wazi ya kwamba hakuwahi kufikiria ataona polisi wa Tanzania wakipigwa kama watoto. Anaona hii ni ishara kwamba sauti ya wananchi imesikika kwa nguvu kubwa kuliko ilivyotarajiwa. Hii video naicheza hapa
ni mapolisi akipewa kichapo. Yaani polisi leo Tanzania wamepewa kichapo cha umbwa. Kichapo cha umbwa. Hao polisi ndio walikuwa wanajifanya jaribu mtokee muone. Sasa hivi wamelemewa. Na nawaambia Tanzania, andamaneni mpaka Suluhu aondoke madarakani. Ama mifumo itengenezwe, Tundu Lissu arudi kwenye ballot, akuwe kwenye uchaguzi, wale wote wapinzani mnaowataka ikuwe ni free and fair election. Unaona? So guys, mama alisema ati wale hakuna kesho nywi. Sasa hivi amepatana na nywi. Ndio hiyo sasa. Nendeni kwenye maduka ya magari ya huyo waziri wa fedha. Piga moto. Endeni kwenye hizo bomba zao wanasiasa, mchome zote. Mchome kila kitu. Tanzania chomeni kila kitu. Hao watu lazima waheshimu. Ikiwezekana endeni mpaka Ikulu. Mkifika Ikulu muondoe bendera ya CCM, mtakuwa mmeng'oa serikali madarakani. Yaani mkichukua bendera ya CCM muitupe chini, muinue bendera ya nchi yenu, mtakuwa mmeng'oa serikali madarakani. Yaani msisamee. Nendeni kwa wasanii wote leo wameposti wakisema wanatakia mama uchaguzi mwema. Endeni kwa maboma zao choma. Nendeni biashara yao choma. Kila kitu, magari zao choma. Yaani hawa watu ambao wanahusiana na hawa wasenge wa CCM wafunze adabu. Ndio siku nyingine tabia kama hizi sijikuje zikajirudia tena. Sio kama mnanielewa. Kwa hivyo msirudi nyuma. Sasa hivi jeshi la Tanzania liko na nyinyi. Pambaneni muokoe nchi yenu kabla ijepoteza mwendo. Mnafanya kazi nzuri sana. Mimi na wasupport 100%. 100%. Lazima tuone Watanzania wakiwa wamepata heshima yao. Sasa hivi hata mambo ya kejeli kwenye mitandao wa Kenya sasa hivi tumewapea heshima. Yaani mimi nimewavulia kofia jamani. Nimewavulia kofia wa Tanzania. Pambanieni nchi yenu kabisa. Piga moto kila kitu, piga moto. Fana pembeleza hawa watu. Bora msiharibu biashara ya mwananchi mwenzenu. Lakini za hawa wanasiasa watapeli, ingie kwenye mavilabu, mapapu zao, beba pombe, kunywa for free, haribu kila kitu mpaka wakuwe na adabu na heshima. Hiyo ndio ujumbe nawapea sasa hivi. Lakini jambo lililowashangaza wengi zaidi ni madai kwamba baadhi ya Wakenya walishiriki maandamano haya nchini Tanzania. Jamaa huyu hakutaka kuamini, akashangaa walivukaje mpaka. Na hii imeonyesha jinsi kizazi kipya cha Afrika Mashariki kinavyoungana katika sauti moja ya mabadiliko. Hai kutetea Wakenya. Yaani Wakenya, kwani Wakenya nini inawasumbuanga Wakenya? Sababu nyinyi kuwatetea ni ngumu. Sasa imagine si leo ndio kulikuwa Tanzania wana vote. Leo ndio kulikuwa na voting Tanzania. Na sasa sababu the current president amekataa opponent wakwe kwa ballot box. Kukatokea mgomo huko. Now, can you imagine that ile namba kubwa ya wale ambao wanaandamana ni Wakenya? Now the most interesting part is Wakenya wametokea kwa street. Alafu wanasema kwamba ati hao askari wa Tanzania hawana tear gas. So should waue ama wafanye nini? So Wakenya mulifika Tanzania saa ngapi? Mulifika Tanzania aje? Na mulienda Tanzania kufanya nini? Ajiji kuwatetea ni ngumu. Wakenya kuwatetea ni ngumu sana. Ati Mkenya ametoka Kenya, akavuka boda, ameenda kwa maandamano ya Tanzania. Nyinyi Wakenya, nyinyi kuwatetea. Alafu sasa wana demand tear gas. Nyinyi kuwatetea ni ngumu hapana. Anyi rudini kwenu, tokeni huko bana. Tokeni, si mlifukuzwa huko na Suluhu. Si mmesahau mlifukuzwa Tanzania. Tokeni huko. Lakini sio wote wanaosifia. Kijana huyu wa Kenya amesema wazi ya kwamba anahisi wa Tanzania bado hawajafanya vizuri ya kutosha. Kauli yake imewasha moto mwingine wa mjadala mitandaoni. Maandamano ya Tanzania. Hiyo ni maandamano aina gani hiyo? Hiyo ni maandamano ya lipa mdogo. Maandamano ya M-Kopa. Kwani hamunaga CBD? Sisi maandamano kama hayo tukifanya huku Kenya, William Ruto anatoa order. Wale wote walikuwa maandamano washikwe kwa sababu what kind of a maandamano is that? Kwani hatujui maandamano? Tunafanya maandamano mzuri. Sisi tunafanyia maandamano yetu CBD. India National Media House.
Tunafanyia maandamano yetu Westlands, mahali kuna cameras. Sisi maandamano yetu tunaishutu mpaka na drone. Hiyo ni maandamano. Ukitaka kuona maandamano ya Kenya unaingia Netflix. Kwani huko kwenu hakuna risasi mzuri? Tunaleta shida sana kwa sababu you guys instead mkue CBD mnafanyia maandamano yenu Keno ya Tanzania. Mnafanyia maandamano yenu Athi River. Mnafanyia maandamano yenu Kagudo Road. Mnafanyia maandamano yenu Wagie. Simukue na maandamano mzuri tafadhali. Mtupe kitu mzuri. Give us kitu mzuri. Fanyeni hivi. Edeni nyumbani leo. Kesho mkuje maandamano mengine mzuri. Hiyo hapana. Ni haya. Bati uodo meno. Kwa hiyo baada ya maandamano haya swali linaibuka, je, Tanzania imeingia katika enzi mpya ya mabadiliko au huu ulikuwa mwanzo tu wa mapambano marefu? Na je, umoja wa kizazi kipya Afrika Mashariki unaweza kubadilisha historia? Hebu niachie maoni yako kwenye comment section. Lakini pia unadhani Gen Z wa Tanzania wamefanikiwa au bado safari ni ndefu? Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana tukutane kwenye video ijayo. So guys, after your maandamano yote ime happen TZ, the government decided to impose a curfew. And let me tell you, these people are not relenting. No retreat, no surrender. Wameamua if bad, kama mbaya, wamejaa kwa barabara. Hey!